إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات والنيران اللهم آمين. أحبة وأحباب رسول الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم من حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى في آياته كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naihusia nafsi yangu kama kawaida na kama ambavyo wengi pia wametangulia kusema hivyo hivyo, tunajihusia nafsi zetu na kuhusia ninyi, kwa maana ya kwamba haya tunayoyazungumza msipoyafuata ninyi, basi sisi wazungumzaji tutayafanyia kazi. Kwa hiyo mazungumzo yetu siwezi kuzungumza yale yaliyopita na kuyarejea, isipokuwa sisi wote lengo ni moja. Yani lengo ni da'watu ila Allah, kwamba tunalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunalingania katika kila lile ambalo ni la kheri, pamoja na kwamba ni hekima ya Allah kutengeneza watu wenye sura tofauti tofauti na wenye sauti tofauti tofauti, ili tuweze kusikia maneno ya Mungu kupitia vinywa tofauti tofauti na kupata ladha tofauti tofauti. Kama ambavyo hata kwenye vyakula vimetolewa vyakula vingi, haina maana ule aina zote kwa wakati mmoja, lakini unaweza ukachagua leo nile hichi, kesho nile kingine, ule ugali, ule pilau, ule wali, ule mhogo, ule viazi. Hivi vyote vinakupa wanga. Lakini kwa nini vimewekwa kwenye mtindo tofauti? Ili uweze kupata hamasa ya kula. Kwa hiyo na hata sisi pia ni sehemu ya kutumika kama maiki. Kwa hiyo maudhui yangu ilikuwa inasema hivi: Ta'atu zawja li zawjiha. Naongezea neno lingine kidogo, na hicho pia kitaendelea kuwepo. Yani hicho cha kilicho kuwepo kitaendelea kuwepo, lakini na hichi nakiongezea ili kiende na maudhui yangu, kwamba fadailu ta'ati zawja li zawjiha, fadhila za utii wa mke kumtii mume wake. Fadhila za utii wa mke kumtii mume wake, au ukitaka kusema pia faida, manufaa, maslahi ya mwanamke kumtii mume wake. Na hapa tunalenga mwanamke ambaye ni mwenye manhaji, ambaye ni Muislamu, ana akida ya Kiislamu, ana tauhidi, anatekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio atakayepata fadhila hizi. Kwa sababu fadhila hizi hawezi kuzipata mwanamke yoyote kwa kuwa tu ni mwanamke kaolewa, bali fadhila hizi anazipata mwanamke yule ambaye
ni mwanamke sahihi, ni mwanamke mwenye akida, ni mwanamke mwenye tauhidi, ni mwanamke ambaye kalelewa katika maadili ya kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala, malezi ya kujua manhaji ya wema waliotangulia. Tutaona kama ambavyo kwamba mwanamke anapokuwa amekosa akida, amekosa manhaj, amekosa dini, tunasema faqidu shay'i la yu'tihi, asiye na kitu hawezi kutoa kitu. Kwa ili utoe kitu ni lazima na wewe uwe na kitu. Kwa hiyo mwanamke ili awe ni mama mzuri na awe ni mke mzuri anayeweza kujituma na kutekeleza amri za Allah, ni lazima awe na aqida, ni lazima awe na kitu. Kama hana, hawezi kukifanya. Kwa hiyo leo tunalalamika, watu wengi wanalalamika, na sijajua kwamba wanawake wanashindwa kuwatii waume zao kwa sababu wanaume wanatekeleza jinsi inavyotakiwa, au wanaume ndio wameanzisha kutotekeleza yanayotakiwa, wakatokea uasi wa wanawake. Bwana mmoja anasema thalathatu ashiya tusqitu qimata almar'a, mambo matatu yanaporomosha thamani ya mwanamke. Mambo matatu yanaporomosha thamani ya mwanamke. Yaani mwanamke alikuwa na thamani, lakini alipoyafanya mambo haya matatu thamani yake imeshuka. Kama bidhaa ilikuwa kwenye soko, kama ni majacket ulikuwa unauza 40,000, sasa inafika mahali unauza hata 5,500 yaishi. Na maana umetembea nayo kujuani yamepauka mpaka ukaona sasa haya hayana thamani tena. Nikiendelea kukomana ile bei, mwisho wa siku yataniishia. Kwa hiyo mwanamke anapoteza thamani yake kwa mambo haya matatu akiwa nayo, yanamharibia thamani. Moja ni hubbul mali, mwanamke anayependa mali. Mwanamke anayependa mali, thamani yake inashuka, kwa sababu kila saa anawaza biashara yake, kila saa anawaza kibiashara chake, mihogo yake, chai yake, vitumbua vyake, mandazi yake. Tunataja kwa jamu mandazi yake, vitumbua vyake, kwa maana ni vile ambavyo anauza. Kwa hiyo hivi vitumbua vitakuwa vinamshughulisha mpaka anaamka usiku saa 9 anakanda unga, wakati mume bado anamhitaji, anamwacha pale. Hata kama anamwambia njoo, anamwambia muda umeshaisha, tusisumbuane sasa. Basi mwanaume anaweza akaachwa pale amelala, hana la kusema, amenuna, amekasirika, lakini atasubiri tu adhana akaswali, kwa sababu hiyo ameshakosa. Kwa hiyo wakati mwingine yuko na mwenzake, yeye anahesabu madeni, haji kama kuna mtu anahangaika, yeye anahesabu madeni yake, anafikiria kwamba ni kukicha ni nikamfuate naye, kwa sababu ni mpenzi wa pesa, ni mpenzi wa mali. Na hata hivyo wengine hutoka kwenye nyumba zao bila idhini kwa sababu ya vikoba. Hili ni moja. Mwanamke anayependa sana mali, thamani yake inashuka. Jambo la pili, wal anania, mwanamke mwenye uroho, mwenye ubinafsi, kila kitu changu changu changu. Hata mume anataka tu ammiliki, asishare na yoyote, awe wa kwake tu. Hata kama kuchangia, kushare ni kwa njia ya halali, hataki. Sema huyu ni wangu. Mtoto wa watu namngangania, hujui alipopatikana, hujui mama yake alipata tabu kiasi gani, lakini wewe unakomaa tu wangu wangu. Kwa hiyo mwanamke mwenye ubinafsi, mpaka hata wanawake wengine wanaweka ngao ili mwanaume asiweze kuoa mke mwingine, kwa sababu watashare mali iliyopo. Na maana ukimuingiza kwenye ndoa, ukifa
na ndakuwa turithi wote. Wakati sisi tumepambana, tumepigana, huyu hakuwepo, je muingize tu kwenye listi, kwenye orodha? Usimlete. Jambo lingine anasema, nimetaja mangapi hapo? Jambo la tatu, na hili ndio ambalo ni hatari zaidi. Yaani hili linaweza likawa linapatikana kirahisi. Wanasema hubbu saitara, ni mwanamke kupenda kutawala. Yaani wanawake wengi, hata wengine wanaweza wakuta wanakaa wanafundishana mambo ya kijinga kabisa, kwamba amtawale mume wake, amshike kwenye kiganja, amweke hapo. Na kwa hili mpaka wengine wamekuwa washirikina, wanaenda kwa waganga, kwa sababu wanaambiwa kuna dawa ya kumshika nani, ya kumkamata mume, umweke hapa. Kile anachomwambia anasema ndio, ukipuliza tu hivi anakuja. Kwa hiyo ukiona kwenye nyumba mwanamke anataka awe na yeye ni kiongozi, ni kidume, kwa sababu mwanaume hata kama ni tahira hayuko tayari kutawaliwa na mwanamke. Yaani mwanaume hata kama ni chizi hayuko tayari kudharauliwa na mwanamke, hayuko tayari kutawaliwa na mwanamke. Anajua mimi ni mwanaume, lazima niwe juu. Kwa hiyo aidha anajua dini au hajui dini. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa anataka kuwa juu, ni lazima alete ugomvi kwenye ndoa, na hiyo ndoa haiwezi kadumu. Sasa kwa haraka haraka, sababu haya nayataja tu sio yangu sana, lakini kama utangulizi tu kuonyesha picha. Anasema wa thalathatu tarfa'uha, na mambo matatu yanampandisha mwanamke daraja. Haya yanamshusha, akiyafanya haya matatu yanampandisha. Kwa hiyo mwanamke anataka kuongeza credit, salio, awe ni wa juu, awe na thamani. Anasema jambo la kwanza, atadhiya. Mwanamke kuwa na kitu kinachoitwa atadhiya. Yaani atadhiya ni kitu kinaitwa kujitoa muhanga. Uko tayari kufia hicho kitu. Lakini kwa sababu tunazungumzia masala ya kindoa, hapa inakusudiwa kwa mwanamke huyu yuko tayari kuwa na kushuka kidaraja. Pale anapoona kwamba anataka kugongana na mume wake, basi yeye anashuka mara moja. Anapoona kuna mgongano wa maslahi, basi anaona bora niachie hata baadhi ya mambo fulani ili maisha yaweze kwenda. Huyu mwanamke atapandisha thamani yake. Kwa mfano akamwambia mume wake kwamba mambo ya msosi niachie mimi, naweza kubeba. Wewe shughulika na kusomesha watoto, shughulika na kodi ya nyumba, shughulika na kitu kingine, hili niachie mimi. Yule mwanaume atampenda kwa sababu atakuwa amesaidiwa. Ni yeye anatakiwa ahudumiwe, apewe na mume wake, lakini akimwambia kwa ridhaa yake, hili niachie, linaongeza credit ya mapenzi ya kuweza kuishi na mume wake. Na kama yuko kwenye mathna na thulatha, akasema mume wangu mimi siku 2 zinanitosha kwa wiki, au siku 1 inanitosha, hizi zingine mpe mama fulani, hizi zingine mpe mama fulani. Huyu mwanamke ataongeza salio. Sawa, hata kama mkichukia, lakini iko hivyo. Yaani hiyo ndio unaongeza nini? Unaongeza salio. Huwa anasema wakati mwingine umezeeka, hata kuhitajia sana uhitaji, lakini unataka 5 kama miaka ya urais. Kwamba huku lazima 5 na huku lazima iwe 5. Hata hizo 5 zenyewe huwezi kuzitumia. Lakini kwa nini apewe mwenzangu? Kwani yeye ni nani? Yeye ni nani? Sawa, kwani wewe sio Muislamu? Huwezi kutoa sadaka wewe? Sasa kama huwezi kutoa sadaka hiyo ya kumwachia mtu zamu, unaweza kutoa sadaka ya pesa? Zamu tu. Na zamu ni kwenda kulala, kwa sababu anayeenda kulala kule siku 5 si lazima afanye. Sababu watu wengi wanafikiri ni zamu ni kwenda kufanya. Ni kulala tu. Kulala inategemea na kwamba yule aliyelala naye anahitaji au hahitaji.
anachokoza hachokozi. Kama hujachokozwa unalala na utakuwa umepumzika hata kalikizo. Kwa hiyo jambo la pili, alwafa, ni utekelezaji. Kutekeleza makubaliano, ahadi na nini. Kuna baadhi ya wanawake wanazungumza kitu kimoja kutwa, yani umeenda umerudi kile kiletu. Hichi kitu kisifanyike, kifanyike hivi. Kisifanyike hivi, kifanyike hivi. Lakini unakuta bado wanarudia vile vile. Wengine pia hata kule tu kuambiwa tu hebu nyumba ikae hata watu waweze kupita basi. So unaweza kukuta nyumba nyingine vitu, yani nguo za watoto zimesambaa sebuleni. Hata kwenye kabati tu hawezi kupangilia vitu. Mtoto anachukua nguo, hajui hii chupi ni ya nani, anabeba ya baba, anatoka nayo. Alafu ni kubwa. Ameikamata hivyo na kimbia eti wewe unaenda wapi, njoo. Wewe uliwekaje? Manake mpangilio mbovu. Na huenda umeambiwa kila wakati vitu vyako weka vizuri, nguo za watoto hivi, za baba hivi, za mama hivi, na tusiingiliane. Unakuta nguo zinarundikwa, zinachanganywa, jambo ni hilo hilo. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinafanya wanaume wengi wanachukia. Lakini kama mwanamke atajitambua akawa analifanya hilo na kutekeleza yale makubaliano, anapandisha credit. La mwisho ni lipi? La mwisho wanasema alfadhila. Fadhila wanasema ni tabia, tena zile ambazo ni za juu. Yaani mwanamke kuwa na tabia ya hali ya juu, tabia ambazo ni nzuri. Na ndio maana leo katika ndoa wachumbiaji wengi huwa wanaangalia shape. Na mimi siwaambii msiangalie. Sawa? Ni kweli shape na sura na rangi ni vitu vya kuvutia kumchukua mwanamke. Lakini hivyo havitoshi. Kama mwanamke atakuwa na sura nzuri, mwanamke ni mrefu, mwanamke ni chembamba, mwanamke ni namba 8, mwanamke ni namba 9, lakini ana tabia mbaya, ananunanuna ovyo. Hamjakosana sana kitu kidogo, ametafuta kona ya kitanda, amekaa. Anaanza kuimba nyimbo za ajabu ajabu, yeye kuolewa, nitarudi nyumbani kutembea. Siuzungumze kwamba tatizo liko wapi, mushkeli liko wapi. Unaenda kunungunika huko. Kwa hiyo kuwa na tabia ambayo ni nzuri, kwa sababu kununa ovyo kunatengeneza bomu ambalo litakuja kulipuka baadaye. Na unatengeneza maradhi ya nafsi. Ni bora ukazungumza, linaisha, linaondoka kwenye nafsi yako. Lakini kuweka kitu moyoni, matokeo yake linakufanya uumwe. Ndio maana mara nyingi ikitokea kaugomvi, mimi nataka niende kwetu na hata nikapumzike kidogo. Kwani nyumbani kwenu ni wodi? Yaani nyumbani kwenu ni wodini? Kwamba unataka ukapumzike nyumbani kwenu? Pumzika hapa hapa. Kwani hapa hamna kitanda? Kwa sababu kuna vitu ameviweka viko wapi? Moyoni. Kwa hiyo kuna wanawake walikuwa na sura nzuri, lakini walipokuja kuishi kwenye ndoa, zile tabia zao zikawafanya wakatimuliwa. Hawapo mpaka sasa hivi kwenye ndoa zao, lakini sura wanazo, shepu wanazo, zimeshindwa kuwasaidia kuishi. Kwa hiyo kuna wengine wanategemea sura ili waishi, lakini kumbe sura sio peke yake inakufanya wewe mwanamke upendeze, ukubalike kwenye ndoa. Ni tabia unavyoamiliana na mume wako, unamfanyia wema vipi. Walladhina jahadu fina lanahadiyannahum subulana, wale wanaotoa juhudi tutawaongoza katika njia zetu. Leo nakuta wanawake wengi ni wazembe, kitandani yuko tu kama gogo. Jamaa mmoja alisema mke wangu gogo, akaambia katakata, chanja, fanya kuni. Kwa sababu alitikisiki. Kwa hiyo kuwa na juhudi itakufanya ufike kwenye malengo. Kama huna juhudi ufiki kwenye malengo. Ni maana wanaume wanafika kwa sababu wenyewe wanahangaika. Kwa hiyo turudi sasa kwenye fadhila za nini? Za mke kumfanyia mume wake, kumtii mume wake. Mmoja anasema katika aya ya Mwenyezi Mungu, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa.
bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatu hafidhatu lilghaibi bima hafidhallah. Allah anasema wanaume ni wasimamizi, qawwamuna, sio qaimuna, ni qawwamuna bisighati almubalagha, kwa maana ni wasimamizi sana. Wanaume wanasimamia sana mambo ya wanawake, wanawasimamia wanawake, kuwaongoza kwenye mambo yenye maslahi, kwenye mambo yenye manufaa, na kuwaepusha kwenye mambo yenye madhara. Ala nisai bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din, kutokana na yale ambayo Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi ya watu dhidi ya wengine. Hata nyama zinatofautiana ubora. Kula maini sio sawa kula na nyama ya tumbo. Sawa? Nyama ya ini ina grade, ina daraja. Watu wanaojua maini. Kwa hiyo mwanaume Mungu amempa daraja fulani, na amempa hivyo kwa maslahi, kwa sababu Mungu afanye kitu ila kwa maslahi. Alipoumba mwanaume na mwanamke akajua anayeweza kumsimamia mwenzake kati ya hao wawili ni mwanaume, sio mwanamke. Kwa sababu sisi wanaume kwanza hatuathiriwi na vitu vingine. Mfano mwanamke anaweza akaingia kwenye siku zake akabadilika kiakili, kimaarifa, akiwa mjamzito anaweza akachukia mume wake, hamtaki kabisa. Anaweza akapenda chungwa, embe, alafu amwambie mume niletee embe asilete. Mwambie nakupa talaka. Kwa sababu hujaleta nini? Embe. Kwa sababu ya ujauzito. Ujauzito anataka embe. Sasa sisi wanaume tunapenda ujauzito? Sisi hatusumbuliwi na hivyo vitu. Hatuna huo mushkeli kwamba kuna wakati fulani utakuwa na hasira za ajabu ajabu labda olewe. Lakini hivi kwa maumbile ambayo mwanaume yuko timamu, ameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kusimamia haya, na ndio maana amepewa hata sura ya kutisha, akawekewa mpaka na ndevu ili aonekane kweli huyu ni mwanaume anatoa maagizo. Lakini kama hauna, hata ukisema unaonekana unabembeleza. Kwa hiyo vitu vingine havijawekwa hivi, vile vimewekwa kwa makusudi, kwa sababu ndevu zingeweza kuwekwa kwa ndani lakini zikatolewa nje ili ziweze kutisha. Na mwanamke akiwa na ndevu anatakiwa anyoe, kwa sababu hatakiwi kutisha, yeye anatakiwa abembeleze. Kwa hiyo rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Na kwa vile ambao wanaume wanavitoa katika mali zao, kuwalisha, kuwapatia makazi, kuwapatia mavazi na kuwapatia huduma zingine zinazohitajika. Mwanaume akisimama kwenye nafasi yake hii, atakuwa huyu ni mwanaume. Na tulisema mwanaume asiyetoa huduma huyu ni dume. Sawa? Lakini anayetoa huduma na anatekeleza anayotekeleza, huyu ndio mwanaume. Lakini dume ni lile lolote ambalo linaweza likakodishwa kwa ajili ya mbegu, lakini sio kwa ajili ya kubeba majukumu. Kwa hiyo mwanaume ni yule anayeweza kubeba majukumu. Kama beba majukumu, ujue kwamba unaishi na dume, hauishi na nani? Hauishi na mwanaume. Min amwalihim fasalihatu qanitatun. Hapo ndio maana sasa, fasalihatu qanitatun. Wanaume hawa ambao ndio wanafanya haya, wanaweza kuwasimamia wanawake gani? Fasalihatu qanitatu, ni wanawake wema watiifu. Hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah, wanahifadhi mambo ya ghaibu, mambo ambayo Mungu ametaka yahifadhiwe, yastiriwe, yafichwe, na wao wanayaficha. Hawa ni nani? Ni wanawake. Walati takhafuna nushuzahun, na wanawake mnaogopea jeuri yao, kule kujipandisha, kujifanya ni wanaume, hawataki kutii waume zao, wanakuwa na jeuri fulani. Hawa walati takhafuna nushuzahun fa'iduhun, wapeni mawaida, waogopesheni na adhabu ya moto, adhabu ya moto wa jahannam. Wewe mwanamke una ngozi laini, ngozi softi, unaweza kuvumilia adhabu ya moto? Ukitegewa tu maji ya moto tu kajimwagia unababuka. Ukaenda chooni ukawekewa kopo la maji ya moto, ukistanjia ya moto unaruka, unamtafuta aliyeweka, unataka umlaani.
Je, jahannam ambayo inaunguza viungo vyote laini na vigumu, wewe umejipanga vipi? Ukikomwa na tonge hapo unasema jamani naombeni maji nisukumie. Je, jahannam unaisukumia? Kama unajua wewe ni dhaifu, basi fanya haya, acha jeuri, kwa sababu huku kumtii mume sio kwamba mume amejitakia, ni maelekezo, ni amri kutoka juu mbinguni. Sasa wewe mwanamke jeuri unatoa wapi? Wapeni mawaidha, wahajuruhunna fil madwaji, na wahameni kwenye vitanda. Wahameni kwenye nini? Kwenye vitanda. Umpe mgongo, lakini msifanye naye, usimsemeshe. Sasa hapa wakati mwingine inakuwa ngumu, nategemea na mwenye njaa ni nani. Sababu na watu wengine wanakuwa kama mtoto amefikia kuachishwa ziwa lakini hataki, mpaka awekewe pilipili. Sasa wewe mwenyewe unahitaji, alafu huko unataka mtenge. Wadribuhunna, na wapigeni. Wadribuhunna, na wapigeni, lakini kipigo cha kitaalamu. Sio kipigo kile ambacho cha watu wa shamba unapiga mpaka unavunja. Unapiga mpaka unabomoa. Unapiga mpaka unajeruhi. Hapana. Kupiga ambacho hakuachi athari wala hakujeruhi. Fa in ata'anakum fala tabighu alayhinna sabila, kama watawatiini wakafuata taratibu, basi na ninyi msiwatafutia sababu zingine za kuacha. Inna Allaha kana aliyan kabiran, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko juu na ni mkubwa. Kwa hiyo kama mwanaume umepewa ukubwa, jua wewe pia kuna mkubwa ambaye ni Allah. Kama ukimuonea mwanamke kwa sababu ni dhaifu wa maumbile, ujue Allah Subhanahu wa Ta'ala atalipiza kisasi. Kwa hiyo tuishi nao kwa wema. Ikikushinda, amekushinda, mrudishe kwao akiwa na viungo salama, kuna mwingine atachukua. Mungu ameomba wanawake ni madhaifu sana, lakini amewawekea vitu ambavyo wanaume hawawezi wakaviacha. Yaani wana vivutio ambavyo wanaume hawawezi wakasema mimi sitaki mwanamke. Kwa hiyo inawezekana wewe umeishiwa vya kumpenda huna, basi jua kwamba kuna mtu mwingine ukimrudisha atampenda. Sorry. Tayib. Kwa hiyo tusiwafanyie ujeuri kwa sababu tuna nguvu zaidi ya kuwashinda wao. Lakini pia mtume wanachuoni wanatafsiri maneno haya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba kumtii mume ni sawa na kumtii, yani utii huu ulioamrishwa kuwatii waume ni pamoja na kwamba mwanamke huyu anatakiwa amtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, na jambo la kumtii Allah ni jambo kubwa sana kuliko mambo mengine yote. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu nisaa an yasjudna li azwajihinna, kwamba lau mimi ningekuwa ni mwenye kuamrisha yoyote amsujudie yoyote, ningewaamrisha wanawake wawasujudie waume zao, lima ja'ala Allahu lahum alayhinna min alhaqi, kutokana na yale ambayo Mwenyezi Mungu amejalia kwa wao wanayo haki. Kwa hiyo mwanamke, kama kuna mtu, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kama kuna mtu angefaa kusujudiwa, angekuwa ni mume. Mtume hajasema angekuwa ni nabii, angekuwa ni rasuli. Ina maana daraja ya mume ni daraja kubwa. Mtume hajasema angekuwa ni mama yako, angekuwa ni baba yako, lakini akasema angekuwa ni mume, kuonyesha mwanaume huyu ana nafasi kubwa sana,
ana haki kubwa sana kwako mwanamke. Kama kweli tuna safari moja, tuna malengo ya pamoja, tuna safari ya kuelekea peponi, na mwanamke wewe ulioko hapo unanisikiliza unatafuta pepo, unapaswa kumtii mume. Lakini kama umefika mahala umebadilisha malengo, ukaacha kutafuta akhera unatafuta dunia, ina maana utaona kumtii mume sio jambo la lazima. Kwa sababu haiwezekani mwanamke ambaye ni muumini, ni mpenzi wa mtume, anaikubali aya hii, anamkubali mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye aone kwamba kumtii mume ni jambo la ziada, kama vile parachichi kwenye pilau, kama vile kachumbari kwenye wali. Wanaume wengi hawaombi ruhusa, wanaagwa. Leo si tunaenda kuna mama nani, kuna ndio imetoka hivi hapo ndio ameomba ruhusa. Ni katika aina ya kutokumtii mume na kutokujua nafasi ya mume. Na baadhi ya wanawake wengine wanakutana na wanawake ambao wasiojitambua, wanawaambia wewe unabanwa na mwanaume, mbona sisi tunaishi hata ndoa hatuna? Kwani hatuishi? Wewe unang'ang'ania, umekomaa, siku kiachwa utakuja kuishije? Una uzoefu wa kutoka nje. Unafikiri ni vifaranga vile vya kuwekwa kwenye nani? Kama kweli utashindwa kuishi, kwani mwanamke akifiwa na mume anaenda wapi? Haijulikani mahala pa kwenda. Eti mwanamke anaambiwa, kwani sisi ambao hatujaolewa sio wanawake? Sio watu. Wewe unang'ang'ana eti unasema unamtii mume. Mbona sisi tumefiwa na tunaishi? Hiyo ni fadhila ya kumtii. Hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema hivi, na nukuu, nachukua sehemu tu, sichukui yote kwa sababu naenda na muda. Japokuwa sijapewa ni muda gani, lakini najua muda ambao ukipita na umeshapita. Walau kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, la tuaddi almar'a haqqa rabbiha, mwanamke hawezi kutekeleza haki ya Mola wake aliyemuumba, hata tuaddi ya haqqa zawjiha, mpaka atakapotekeleza haki ya mume wake. Ina maana mwanamke mcha Mungu tutamjua anavyomtii mume wake. Kuna watu walisema wenyewe wanampenda sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akawaambiaje? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa kweli ninyi mnampenda Mwenyezi Mungu nifuateni mimi mtume. Kwa sababu kumpenda Mungu hatuwezi kuweka kwenye kipimo tukapima tukajua kweli wewe unampendaje Mungu. Lakini kumfuata mtume tunaweza kujua huyu mtu kweli anafuata sunna, anafuata mwenendo wa mtume. Tunaweza tukakupima kweli maneno yako unasema unampenda Mungu ni ya kweli au si ya kweli. Kwa hiyo na mwanamke anayedai anampenda Mungu, anaswali sana mpaka kiamu laili, tutampima utii wake kwa mume wake. Je, ni mtiifu? Kama hana adabu na mume wake, hamtii mume wake, alafu akasema yeye ni mcha Mungu, anaswali sana, anavaa stara sana, anapiga nikabu mpaka pea mbili, hatusiwa sema hapana, huu sio ucha Mungu. Hawezi kutekeleza mwanamke haki ya Mola wake mpaka amtii mume wake, atekeleze haki za mume wake. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, haki ya mume ni kama ipi? Walau saalaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu, hata kama mume wake akamuomba kufanya tendo la ndoa na huyu mwanamke yuko juu ya farasi au ngamia. Wale waliwahi kupanda ngamia, kama mpo kwenye ngamia, kuna kitu kimewekwa juu kule kama kakichanja hivi, ili unapopanda unaenda unakaa, unaweza ukashikilia ili usianguke. Ukitaka huku nyuma unaweza kaweka koti, au mwenzako anaweza kakaa nyuma. Kwa hiyo kuna vingine vimejengwa kabisa kama vibanda, kwa hiyo unapanda unakaa huku. Kwa hiyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema, anawatolea mfano, anasema hata kama mkiwa huko juu, mmepanda mko kwenye farasi juu, akakwambia nipe,
Yaani huko kwenye ngamia huko juu, mko huko juu, anakuambia nipe. Anasema mpe. Usimzuilie, mpe. Anasema sasa wewe baba fulani huku tena asiwache tushuke kwa nyumbani mbali. Wewe umeambiwa huko mlipo akataka mpe. Si haki yake. Au anataka ya mtu. Kama ni haki yake mpe, hata kama yupo kwenye mazingira hayo. Hamjui ngamia ataendelea kusimama au atalala, lakini mpe. Sasa eti wewe leo unapika mboga, unachemsha mnalima matembele pale, unaitwa unasema bado namalizia mboga. Kuna wanaume wengine wana hasira, hawapendagi kabisa kitu hicho, akiita anataka saa hiyo. Sasa anaweza akachukua hata mpini wa shoka, unashangaa unapigwa kichwa. Sasa utaangalia uitike au endelea kupika, upige kichwa, usambaratikie hapo. Wanachuoni wanasema hivi: wa idha ta'aradat ta'atu zawji ma'a ta'ati al-abawain, pakitokea mgongano kati ya kumtii mume na kuwatii wazazi wawili, qaddamat ta'ata zawji, mwanamke anatakiwa atangulize utii wa kumtii mume. Imamu Ahmad anasema rahimahullahu ta'ala, fi imra'atin laha zawju, kwa mwanamke ambaye ana mume, wa ummu maridwa, na mama ni mgonjwa. Mama ni mgonjwa. Anasema ta'atu zawjiha aujabu alaiha min ummiha illa ayyadhana laha. Anasema kumtii mume ni jambo la wajibu zaidi kuliko mama yake ambaye anaumwa. Hata kama mama yako amekwambia njoo, maadamu mume hajakupa idhini, hauruhusiwi kwenda, kwa sababu mwenye haki ni mume, sio baba yako wala sio mama yako. Kwa hiyo mwenye haki kubwa kuliko watu wote, kwa mwanamke kuliko watu wote, ni mume wake. Leo wanawake wanatoka, hata sio mume, hata sio baba wala mama, ni jirani tu, ameshasepa saa nyingi, wala ruhusa hajapewa na mume. Labda iwe kuna ruhusa inayojulikana kwamba hili halina shida, inaweza mkasaidiana au kadha. Lakini kwa jambo ambalo hakuna, mwanamke haruhusiwi kufanya hivyo. Na hii ni kujua na kipi chenye manufaa makubwa zaidi ukitangulize kuliko chenye manufaa madogo, na kipi chenye madhara makubwa zaidi na kipi chenye madhara madogo zaidi. Kwa hiyo hizi ni katika fadhila za mwanamke kumtii mume wake, mwanamke anayemtii mume wake. Kuna hadithi ambayo ni dhaifu, wanachuoni wameidhoofisha, lakini katika wakati mwingine inapokuwa inafikiana na vile ambayo ni sahihi, inaweza ikanukuliwa. Ni hadithi ya Aisha radhiallahu anha, anasema salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu nisa'i a'damu haqqan 'ala al-mar'a, ayu nas, ni watu gani ambao wana haki kubwa zaidi kwa mwanamke? Mtume sallallahu alaihi wasallam qala zawjuha, akamwambia ni mume wake. Qultu fa ayu nasi a'damu haqqan 'ala ar-rajuli, ni ipi haki kubwa zaidi kwa mwanaume ambaye anatakuwa aitangulize? Qala ummuhu, akasema ni mama yake. Waqad dha'afahu al-Albani. Kwa hiyo kwa mwanaume akasema mwenye haki zaidi ni mama yake, lakini kwa mwanamke mwenye haki zaidi katika watu wake wote ni mume wake. Hizi ndio haki kwa wale wanaopenda haki, sababu na watu wanasema tunataka haki zetu, mpaka maandamano wanasema tunataka haki.
Wakati kuna haki umezivunja, wewe unataka haki gani? Tekeleza haki zako za unazotakiwa tekeleze kwanza, sio unatafuta haki wakati wewe mwenyewe unadhulumu watu haki zao. Jambo lingine, mwanamke katika fadhila za mwanamke kumtii mume wake ni sababu ya kuingia peponi. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi ya Abu Hurairah anasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha, atakaposwali mwanamke tano yake, waswamati shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hasanati farjaha, na akahifadhi utupu wake, akajistiri, akajihifadhi, akavaa stara, akavaa hijabu, wa ataati zawjaha, na akamtii mume wake, qila laha, ataambiwa siku ya kiyama, udkhuli aljannata, ingia peponi, min ayi abwabi aljannati shi'it, kwa mlango wote wa pepo unaoutaka. Yani mlango wa watu waliopigana jihadi, mlango wa watu wanaotoa zaka, mlango wa watu wanaoswali swala tano, mlango wa watu wa kadha wa kadha kama walivyotajwa. Yeye anaambia mwanamke, wewe chagua mlango wote. Nataka wa mujahidina, ingilia huko, utayapata ya mujahidina. Kwa sababu gani? Kaswali swala zake tano, kafunga mwezi wake wa Ramadhani, kajihifadhi, kavaa sara, hijabu yake ya kisheria, alafu akamtii mume wake, ataambiwa ingia mlango wa pepo wowote unaoutaka. Hivi kweli mwanamke mwenye imani, Muislamu, kwa maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unaacha kumtii mume wako kasarehe peponi, ukapata raha ya peponi? Kwa sababu hapa duniani hakuna raha ya kudumu, lakini raha kubwa ni wapi? Mwana mmoja anasema, aturidu sa'adata haqqan la tabhathu anha ba'idan innaha bidakhilika. Unatafuta furaha ya kweli, basi usitafute mbali, furaha iko hapo ndani yako. Yani furaha unaitengeneza mwenyewe, usisubirie kutengenezewa furaha. Kwa hiyo mwanamke ambaye ana nia njema, ana dhamira njema, kama sio mtu wa mabomu, kama sio mtu wa maandamano, akamtii mume wake, akamheshimu mume wake. Mume akiwa ametoka, akiwa nje, anawaza kurudi nyumbani. Lakini leo unakuta mwanaume anawaza akute umelala, yeye aje alale pembeni, alafu awahi kuamka, na sasa hata asiguguse, asikuulize chochote. Hadithi rawahu Ibn Hibban wa sahahu al-Albani. Hadithi nyingine inasema hivi, kuna mwanamke mmoja ambaye alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya haja fulani. Alipomaliza ile haja yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, adhatu zawjin anti, je, una mume wewe? Ni mtu mwenye mume? Qalat naam, yule mwanamke akasema ndiyo. Qala kaifa anti lahu, vipi wewe na yeye kuhusu na haki yake mume? Akasema, qalati ma aluhu ay la uqassiru fi haqqihi, yani mimi mume wangu namfanyia haki zake zote na wala simpunguzii kitu chochote, namtekelezea, illa ma ajaztu anhu, isipokuwa vile ambavyo nitakuwa sina uwezo navyo, vile ambavyo viko nje ya uwezo. Angalia, ina maana vitu ambavyo viko nje ya uwezo wake, inawezekana akiwa kwenye siku zake hawezi kufanya kwa sababu sio katika uwezo wake.
amejifungua yuko kwenye 40, au penginepo amefanya kazi za nyumbani za kilimo, amechoka, hajiwezi, anaweza kumwambia tu mume wangu, hebu tulale tu nisubiria asubuhi, unajua asubuhi ni nzuri, mwili kidogo utakuwa umepata. Kwani ukiambiwa subiri mpaka asubuhi, labda karibu na alfajiri, unaweza ukagomba sana. Yaani unasema mbona mbali sana, lakini amechoka na yeye anahitaji juhudi. Kwa hiyo unaweza ukamsikiliza kwa sababu amechoka na akakuomba, unaweza ukamsikiliza, msigombane kwamba bwana karibu na alfajiri basi jitahidi uniamshe, kwa sababu unaweza ukasahau, unashangaa alfajiri imeingia, umewahi kwenye swala, lakini si mbaya hata ukirudi. Kwa hiyo akamwambia ila kile ambacho ninashindwa, qala fanduri, akamwambia kuwa makini sana, kuwa makini. Aina anti minhu, wewe una nafasi gani kwake? Fa innama huwa jannatuki wa naruki, kwani huyu ni pepo yako na ni moto wako. Kwa hiyo mwanamke ndani ya ndoa, huyo mume wako ima awe ni pepo yako, manake ni sababu wewe ukimtii atakusababishia uingie peponi, na ukimwasi, ukimkhalifu, ukamdharau, basi ujue ni moto wako. Huwa anasema hivi, mwanamke acha dharau, usimdharau mume wako hata kama ni mdogo, hata kama ni kafupi kama mbilikimu, lakini ni mume wako. Hata kama ukitembea naye unaonekana unapeleka mtoto na nasari, lakini ni mume wako. Usije ukasema huyu mbwana anaweza hata nikamtandika tu na nikamweka katikati nikaanza kumtwanga ngumi, lakini ni mume wako. Sisi hatujui ulimpendea nini, lakini maadamu umeshakuwa ni mume wako, unatakiwa kumtii, kwa sababu huyo ni pepo yako au ni moto wako. Kwa kama unajipenda, mtii. Hizo ni katika fadhila za mwanamke. Fadhila ya pili, anna al-muti'ata li zawjiha khairun nisa'i, mwanamke mwenye kumtii mume ni bora ya wanawake wote, ni bora kuliko wanawake wote. Na dalili ya neno hilo au ya hilo ni neno la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema khairun nisa'i, bora ya wanawake wote, bora ya wanawake wote, wanawake wenye manufaa kuliko wanawake wengine wote, alati tasurruhu idha nadhara, ni mwanamke ambaye mume wake akimwangalia anafurahi, anapata amani ya moyo, ima kwa jinsi anavyotekeleza dini yake, kwa jinsi anavyojistiri, kwa jinsi anavyovaa, au utakavyomuona siku hiyo alivyokuwa amejipamba, ameweka wanja, ameweka lipustiki, ameweka lipushaini, ameweka lipu. Alimuhimu kwamba anakufurahisha, anakuvutia, anakushawishi. Sio mwanamke ukimwangalia hivi unakasirika, unanuna, yani unakunja uso. Watutiuhu idha amara, na anamtii huyo mwanaume anapomwamrisha. Huyo ni mwanamke bora, mshike kama unaye. Watutiuhu idha amara, na anamtii mume wake anapomwamrisha. Huyu ni mwanamke bora. Akasema wala tukhalifuhu fi nafsiha, na wala hamkhalifu katika nafsi yake, yani haendi kinyume akafanya mambo ambayo sio, akaenda nje ya ndoa akafanya uzinifu na mengineyo. Wala maliha bima yakra, wala mali haitumii
katika mambo ambayo mume anayachukia. Huyu ni mwanamke bora. Kwa hiyo mwanamke ambaye ana mandhari nzuri, anakuvutia vizuri, lakini anakutii, mwanamke anayetii. Hadithi amesahihisha Sheikh Al-Albani fi silsilati sahiha. Anasema fa min sifati zawjati swaliha, na miongoni mwa sifa za mwanamke mwema, anaha muti'atu li zawjiha, kwamba yeye ni mtiifu kwa mume wake. Na hii maana wa hadha al-maana muthambat, na hii maana imetoholewa, imechukuliwa kutokana na aya ya Mwenyezi Mungu, faswalihatu qanitatun hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah. Wafasiri wanasema i'lamu anna almar'ata la takunu salihatan, jua ya kwamba mwanamke hawezi kuwa ni mwanamke mwema illa idha kanat muti'atan li zawjiha, hawezi akaitwa mwanamke mwema ila mpaka atakapokuwa anamtii mume wake. Hizi ni fadhila kubwa. Mwanamke anapoteza sifa ya kuwa mwanamke mwema anapokuwa hamtii mume wake, hawezi kuitwa huyu ni katika wanawake wema. Na Mtume anasema dunia mataun wa khairu mataiha almar'atu swaliha, dunia ni starehe ndogo tu hapa, lakini ili upate starehe hiyo ndogo ni kupata mwanamke mwema. Mwanamke atakayetaka kuwa mwema sharti awe anamtii mume wake. Wewe mwanamke, hata kama ukajisifu wewe ni mwanamke mzuri, kama umtii mume huna, wewe sio mwanamke mwema. Unagombana na mume wako kila saa. Ukiona kitu kwa jirani amenunua, unataka na mume wako akununulie. Hata kama mume wako uwezo huo hana, unalazimisha tu, unaforce. Kana kwamba ulikuwa hujajua umeolewa vipi na makubaliano yalikuwaje. Lianna Allah qala, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema faswalihatu qanitatun, na wanawake wema ndio watiifu. Wanawake wema ndio nini? Ndio watiifu. Qala al-Wahidi rahimahullah fi tafsiri, lafdhul qanuti yufidu ta'a, neno qanuti linafidisha maana ya ta'a. Kwa hiyo faswalihatu ta'iatu, kwamba wanawake wema ni wale wenye kutii. Wa huwa amun li ta'ati la, na hilo inakuwa ni neno ambalo ni amu, inahusu toa ya kumtii Mungu, wa ta'atul azwaj, na kuwatii waume, wanawake kuwatii waume zao. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema hivi, faswalihatu qanitatu hafidhatu lilghaibi ma hafidha Allah, yaqtadi ujubu ta'atiha li zawjiha. Hii inapelekea wajibu wa mwanamke kumtii mume wake mutlaqan. Mutlaqan, yani mutlaqan maana yake hakuna taqyid, kumtii mume kwa mambo yote anayokuamrisha, kwa mambo yote, si kwa jambo moja tu. Labda umsikilize tu kitandani, alafu akikwambia nifulie nguo usimfulie, akikwambia nipikie usinipikie. Anasema hii ni mutlaqa, anatakiwa kumtii mume wake. Akasema nisiendelee, nisimsemee. Akasema min khidmatin, kutokana na kumhudumia mume wake, kutoa service, kutoa huduma. Maana kutoa huduma iwe nzuri. Wa safari maahu, na kusafiri pamoja naye, unatakiwa kumtii. Mume akikwambia twende tusafiri, unatakiwa umtii. Watamkini lahu, na kumwezesha mume kama anakuhitaji kitendo, kimechi, unatakiwa umtii bila masharti.
wa ghairi dhalika, na mengineyo, kama dallati alayhi sunnatu nabii sallallahu alayhi wasallama, kama ilivyoonyesha hivyo sunna za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa amtii mume wake kwa namna zote, kwa namna yoyote, isipokuwa katika yale ambayo ni ya haramu. Yale ambayo ni nini? Ni haramu. Moja katika wanawachuoni anasema ya kwamba haki ya mume kwa mwanamke ni kubwa zaidi kulingana na aya ya Mwenyezi Mungu, walirijali alaihinna daraja, kwani wanaume wana daraja. Wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, wanayo wanawake kama ambao wanaume wanayo haki sawa. Wanawake wanadai na wanaume wanadai. Kwa hiyo wanaume wanahitaji kutendewa na wanawake wanahitaji kutendewa. Kuna haki ambazo tunafanyiana, hizi ni za sawa kwa sawa. Lakini kuna daraja ya mwanamume ambayo hii kwa mwanamke haipo. Hii kwa mwanamke haipo. Kwa sababu kama ni kuoga, mwanaume anatakiwa aoge pia kwa ajili ya mume wake, mke wake. Sio mwanamke anaoga anakuwa msafi, alafu wewe mwanaume ndio unanuka makwapa, umeenda kuchunga, umeenda kulima, unataka tu hivyo hivyo kavukavu, hakuna Hata mwanamke anataka anuse kizuri kutoka kwako, asinuse vibaya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema walirijali alayhinna daraja, na wanaume wana daraja. Ayu zawji alaiha a'damu min haqqiha alayhi, kwamba mwanaume ana haki kubwa zaidi kuliko haki hiyo ya mwanamke. Yani kuna haki ambayo mwanaume anayo ni kubwa zaidi kuliko hiyo haki, na ndio hiyo ambayo Mtume swalla salam alieleza akasema, law kuntu amiran ahadan yasjuda li ahadin la amartu nisaa an yasjuduna li azwajihinna, kama ningekuwa naweza kumwamrisha yoyote kumsujudia yoyote, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Katika wafasiri wakasema arijalu qawamuna ala nisai, asema alaiha ta'atuhu, ni wajibu mwanamke kumtii mume wake, wa qabulu amrihi ma lam takun ma'asiya, na kukubali amri ya mume maadamu sio katika kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika fadhila ya ngapi nimezungumza? Ya pili, naingia ya tatu. Waje nitaje ya tatu. Anasema fadhila ya mwanamke kumtii mume, anna ta'ata zawji ta'dilu al-a'mal allati tushra'u lirijali. Toa ya mwanamke kumtii mume, utii wa mume wa mwanamke unalingana na matendo ambayo ni sheria kwa wanaume. Yani matendo ambayo wanaume wanayafanya na mwanamke naye analipwa kwa sababu ya kumtii mume. Yani wanaume wana mambo mengi sana ya kufanya kuliko wanawake, na wanawake wenyewe wamewekwa kama mahabusu ndani. Lakini akimtii mume analipwa kama anavyolipwa nani? Mwanaume. Imepokelewa fakadirawa Ibn Abi Dunya katika kitabu anachoita An-Nafaqatu fi ala al-Iyal, ukurasa wa 528, min tariqi Abi Ismail al-Muaddib Ibrahim bin Sulaiman an al-Hajjaj bin Dinar an Muhammad ibn Ali al-Baqir an Jabir ibn Abdullah qala bayna nahnu qu'udun 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wakati sisi tumekaa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, idh atatuhu mra'atun, akaja mwanamke, faqalati assalamu alayka ya Rasulullah, akasema amani iwe juu yako ewe Mtume wa Allah. Ana wafidatun nisa'i ilaik, mimi ni mwakilishi na wakilisha, ni mgeni wa kuwakilisha wanawake kwako wewe. Nimetumwa, nimekuja na wawakilisha wanawake wote walioko.
akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahu rabbur rijali wa rabbun nisa, Mwenyezi Mungu ni Mola wa wanaume na ni Mola wa wanawake. Wa Adamu abur rijali, na Adamu ni baba wa wanaume. Wa abun nisai, na ni baba wa wanawake. Ba'athaka Allahu ila rijali wa ila nisa, na Mwenyezi Mungu amekutuma wewe kwa wanaume na kwa wanawake. Warijalu idha kharaju fi sabilillah faqutilu, na wanaume wanapotoka katika jihadi wakauawa kwenye jihadi, fa ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullah, wanakuwa wako hai mbele ya Mola wao wakiwa wamekufa, na wanaruzukiwa na wanafurahikia yale wanaoyapewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha kharaju lahum min al-ajri, na wanapokuwa wametoka wanayo malipo, ma kad amalu, kwa yale watakaokuwa wameyafanya. Wa nahnu nakhdumuhum wa najlis, na sisi tunawahudumia wao na tunakaa nyumbani. Fama lana min al-ajri, tuna nini sisi katika malipo? Tuna nini sisi? Qala laha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, aqri'i nisaa anni salam, wape salamu wanawake, wape salamu wanawake kunako kutoka kwangu, nimewasalimia. Waquli lahunna, nasema kuambia hao wanawake, kawaeleze, inna ta'ata zawji, hakika utii wa mume, taadilu ma hunaka, yani ni sawa na hayo yaliyotajwa, yanalingana na hayo yaliyotajwa. Yani mwanamke atakayekuwa anamtii mume wake atapata malipo anayoyapata mujahidun. Wa qalilu min kunna taf'aluhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na ni wachache sana miongoni mwenu wanaotekeleza hili la kuwatii waume zao. Wa qalilu min kunna, wachache katika ninyi wanaotekeleza haki za nani? Za wanaume. Na hichi ndio kilio cha wanaume walio wengi, kwamba wanawake siku hizi wamekuwa wajeuri kwa sababu wanafanya biashara, wana vipato. Kwa hiyo mwanamke anasema, utanitishia nini bana? Kama ni nyumba ninayo, kama ni kupangisha naweza kupangisha, pesa ninayo. Ukiamua ukitaka unaweza kusepa. Na ndio maana kweli Mtume alisema hivi, tunkahul mar'a li arba'in, anaolewa mwanamke kwa mambo mangapi? Maana ni vichocheo, vihamasisho, lakini sio kwamba ndio malengo yote hayo. Lihasabiha walimaliha walijamaliha walidiniha fadhfar bidhati din, kwa ajili ya mali yake, nasaba yake na uzuri wake, lakini na dini yake. Pata mwanamke mwenye dini. Nahitimisha kwa sababu nimeshaletewa taarifa kwamba dakika zangu zimeisha. Nahitimisha kwa kusema kwamba wanawake wa Kiislamu, msiende nje ya malengo. Malengo yetu ni pepo. Wachini wanawake wajeuri wasiosoma dini, wanawake ambao ni washamba. Sisi tunahamasisha wanaume waoe wanawake wa Kiislamu, wanaoswali, wanavaa stara, ili wapate utulivu. Lakini sasa hivi inaonekana tumehamasisha, lakini watu hawapati. Yani tumewaambia watu oweni wanawake wenye dini, wenye hivi, ili mpate amani na utulivu. Inaonekana tena watu hawapati amani. Wanafikiria mbona kama ukikuwa nadanganya na mashehe nini? Alafu wanawake wenyewe ni hawa.
ambao kila siku tunakuja na dawa inaendelea na mawaidha yanaendelea, lakini wakirudi nyumbani ni kelele, ni fujo, mtindo mmoja. Kwa hiyo hebu tubadilike, kuanzia wanaume na wanawake, kwamba wanawake badilikeni, jueni haya mtayapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kigezo kimoja cha kumtii mume. Mtii mume wako ndio pepo yako, na kwenda kinyume na hivyo basi wewe ni mtu ambaye unatafuta moto, na Mwenyezi Mungu atuepushe na tukinge na moto, wala yadhi billahi min dhalika. Wal afwa minkum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu